Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu aliyetupa fursa ya kukusanyika pamoja tena asubuhi ya leo. Nilipotoka nyumbani kwangu nilipewa salamu. Kwa hiyo nawaletea salamu kutoka kwa familia yangu. Wengine nimekuja nao, mtawaona baadaye. Lakini nimefurahi tena kurudi nyumbani. Kama sijakosea, mwaka jana au mwaka juzi tulikuwepo katika kanisa hili na wenzangu baadhi tukiendesha semina baadhi kuhusu mambo ya maisha kila siku pamoja na mambo ya kaa na familia ikijumuisha mapishi ya Kiadventista. Wangapi walikuwepo kwenye semina hizo? Asante sana, nakumbuka ilikuwa ni mtaa. Leo tena nimeitwa kurudi nishiriki nanyi kumega mkate wa uzima mbele za Mungu wetu. Kwa niaba ya idara ya vijana ninayesimama mbele yenu, nimetambulishwa jina lakini mnanifahamu vizuri. Naitwa Mrs. Sabela Ilomo, ninatoka katika kanisa la Chuo Kikuu cha Arusha, lakini kwa sasa ninaishi hapo mjini ambapo tumepewa nafasi ya kuishi na Union, wakati mzee akitumika kama mkurugenzi wa idara ya elimu ya Union yetu ya Kaskazini. Kwa hivyo ninanyenyekezwa kuwa pamoja nanyi tena. Ninafurahi kukutana na rafiki zangu wa siku zote, lakini niwakaribishe tena katika uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanasema Mungu tuko tayari kusikia tena sauti yako? Basi jina lake litukuzwe. Ninashukuru kwa aliyetusomea fungu kuu. Naomba tena nilikumbushe katika Wafilipi 3 fungu lile la 14, neno la Bwana linasema, na kaza mwendo niifikie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Na somo letu siku ya leo linasema mwito kutoka juu. Mwito kutoka juu. Ya kwamba huu mwito ambao tunakaza mwendo tuifikirie mede ni mwito unaotoka juu. Sikiliza, fungu kuu linasema, na kaza mwendo niifikie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Tuombe tena. Tunakualika Mungu wetu mkuu, uwe pamoja nasi siku ya leo. Tunatamani tuisikie tena sauti yako. Kwa niaba ya idara ya vijana tunakualika unene nasi wakati wa uwekaji wakfu wa vijana kwa ajili ya utume tena kwa mwaka 2025. Tunatamani sherehe hizi zikalete utukufu kwa jina lako. Ninanyenyekea chini ya mkono wako ulio hodari. Ninaomba ukaniweke tu kama kiambazi, lakini sauti yako na neno lako likapenye kwenda kwa watu wako, mimi nikiwa wa kwanza wa kubadilishwa, na nuru ikasambae kwa wengine. Ninaomba katika jina la Yesu, amina. Mungu ameita watu wake katika zama mbalimbali na hajawahi kuacha kuita. Hata leo ametuita vijana tuweze kusimama tumtumikie. Ninakumbuka sana katika kitabu cha Samueli wa kwanza 1, ukifuatilia pale utakutana na Samueli kijana mdogo akiitwa. Nikiangalia hapa nakuta vijana wadogo. Watoto wangu na wajukuu, hamjambo? Marahaba. Nakumbuka sana kulikuwa na kijana mdogo alikuwa anaitwa Samueli. Alikuwa anaitwa nani? Samueli, ambaye alizaliwa na Hana, ambaye alikuwa tasa, akamlilia Mungu kwa miaka ya kutosha. Siku moja akikutana na kuhani akamwambia, ni nini mama, mbona unalia sana? Au umelewa? Yule mama akasema, nina jambo moyoni mwangu ninamlilia Mungu. Na kuhani akasema, na Mungu akajibu haja za moyo wako. Mnajua kilichotokea? Mwaka uliofuata Hana akabeba ujauzito na akazaa katoto kadogo kazuri, kakaitwa Samueli. Anaitwa nani? Sasa alipozaa yule mtoto alisema, Mungu nitamlea, nikishamwachisha maziwa ninamleta katika hema yake. Na Samueli alitumika kwa Mungu tangu akiwa mdogo. Siku moja akiwa na kuhani Eli, mtoto akiwa ametulia katika chumba chake, akasikia sauti ikimuita. Samueli akakimbia kaenda kwa Eli akifikiri labda Eli ndio anamuita.
Lo, Eli akamwambia, mwanangu, sijakuita, nenda kapumzike. Sauti ikaita mara ya pili. Mtoto kwa kuwa alifundishwa utiifu akakimbia tena, akasema, mtumishi wa Mungu, umeniita. Eli akamwambia, hapana, nenda kapumzike. Lakini ukisikia tena mara ya tatu, unajua Mungu ananena mara tatu wakati mwingine. Hili nalo ni somo linalojitegemea, kwa sababu tunaposema Mungu tunamaanisha Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Takatifu. Mungu alimwita mara ya tatu, na kabla hajamwita mara ya tatu, Eli alimwambia, ukisikia mara ya tatu sauti, sema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasi. Wao, hebu jipigieni makofi. Safi sana, kumbe mnajua. Akasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Ndipo Samueli akasikia maelekezo ya Mungu. Na mimi leo nawatia moyo watoto wangu wazuri ya kwamba mkisikia wito wa Mungu kumtumikia, simameni mfanye nini? Simameni mfanyeje? Msimame mfanyeje? Simameni mumtumikie. Mkisikia kanisa linawaita kwa ajili ya kwenda kumtumikia, kuwaita wengine, nendeni mkatumike. Mkisikia wazazi wakiwatuma kwa ajili ya yaliyo mema, nendeni mkatumike. Na leo Mungu ametuita hata watu wazima. Nikiangalia hapa nakuta vijana wengi. Kanisa letu lina vijana wa ngazi tofauti. Tuna vijana wadogo tunawaita wavumbuzi. Wavumbuzi, simameni niwaone. Wamezoea jina la kizungu, wanaitwa adventurers. Wapeni amina kubwa. Mnakaa sasa. Vijana kundi la pili wanaitwa watafuta njia, pathfinders. Simameni tuwaone. Hao ndio pathfinders, wapeni amina. Tuna vijana wakubwa zaidi wanaitwa mabalozi, tunaomba msimame. Adventist youth, young adults, wale vijana wakubwa kabisa wapo hapo, wasimame. Wao, wapeni amina. Nikiangalia hapa naona kuna vijana wa ngazi zote, lakini hao vijana wanakwenda mpaka miaka 35. Nikiangalia hapa nakuta vijana wengi wanakwenda mpaka miaka 35, lakini hawako katika kundi hili. Ni hamu yangu kuwatia moyo vijana wote ambao hamjavuka miaka 35, muwe katika sare maalum. Bwana Yesu asifiwe. Halo kanisa. Je, wapo vijana kuanzia miaka hiyo ambao hawajavuka 35? Naomba kuona mikono yenu. Amninyoshee mimi, mnamnyoshia Mungu. Mbarikiwe sana. Ninatamani mjiunge katika timu hii. Lakini kuna vijana wa heshima kama sisi hapa kuanzia miaka 36 na kwenda juu. Mimi niliamua kuingia kwenye idara ya vijana nikiwa na miaka 45. Miaka 45 nikamwambia Mungu, natamani kuwa master guide, na nikaingia kusomea kozi ya master guide na nikamaliza. Nakumbuka Pastor Kasika alituhitimisha kule Ngare na Nyuki. Nikiwa na miaka 50 nikasema nataka kusoma kozi ya senior youth leader. I say, Israel mwenzangu simama. Nikasema haitoshi kutumika na watoto wadogo, hebu niende zaidi nitumike na wakubwa. Baada ya kuona mabalozi wanazurura, hawana kiongozi sorry, hawana kiongozi wa kuwavuta kwa Yesu, nikaanza kumwomba Mungu. Nikaanza kuwakusanya wale vijana, nikaanza na 5, wakafika 10, wakafika hadi 45. Nikaanza kuwafundisha semina 21. Miongoni mwa semina hizo kuna ujasiriamali, kuna mambo ya ndoa na mahaba, kuna mambo ya uinjilisti, kuna uhuru wa dini, kuna maadili, kuna somo la ujasiriamali na mengineyo, hadi madawa ya kulevya. Nikawavuta, nikaita walimu, nikashangaa idadi ya vijana inazidi kupanda, na mwaka uliofuata nikachaguliwa kuwa mkurugenzi wa mabalozi. Lakini nilianza wakati sio kiongozi. Kuna watu hapa wamesahau kwamba Mungu amewaita, vipaji wamepewa, lakini hawataki kumtumikia nani? Anasema lazima nipewe. Mimi niliamua kuita vijana kabla hata sijachaguliwa kuwa kiongozi, na mwisho wa siku wale vijana wakasema na sisi tunataka kuwa master guide. Wakafaulu, wakaingia uchungaji. Mwaka huu wamebaki 2 tu, wengine wote walishasomea uchungaji na wakaondoka akiwa master guide. Kwa hiyo ninatamani sisi tulio watu wazima tuanze kuitikia wito kutoka juu. Wito mkuu wa Mungu ametuita tumtumikie siku ya leo. Mwaka 2025 tumepewa kama rehema.
Hakuna aliyejua. Kuna aliyejua kwamba angevuka? Wito huu kutoka juu leo hii ninarudi kwenu. Mungu aliita watu mbalimbali. Kila muumini ana wito wa kipekee zaidi ya wokovu wake binafsi. Wito huu umekuwa hasa kwa lengo la kumtumikia Mungu. Mungu ametuita tuchangie sana katika kutenda mambo mema, tujihusishe katika huduma mbalimbali, tujihusishe katika kueneza Injili, tukiwaita wengi kwa Yesu. Na Mungu ametuita pia tujenge mahusiano mazuri sisi kwa sisi, lakini sisi na Mungu pia. Mungu wetu ni Mungu wa pekee na haiti kama mtu yeyote anavyoita, kama nilivyowapa kisa kidogo tu cha Eli ambacho kiko katika Samueli wa kwanza sura ile ya 2. Lakini Mungu ametuita zaidi ya wokovu wetu binafsi. Katika asubuhi ya leo, Mungu anatamani atumie talanta zetu na vipaji vyetu. Mungu ana uumbaji wa kipekee ambapo kila mmoja wetu ameumbwa kwa namna ya pekee na amepewa vipaji na hivyo ameitwa kwa namna ya pekee. Washiriki wenzangu, je, tunafanana? Je, tunafanana? Washiriki wa Unga Limited, je, tunafanana? Tunafanana kwa maumbile? Tunafanana kwa vipaji? Tunafanana kwa karama? Muelewe kwamba Mungu ana uumbaji wa kipekee. Katika uumbaji wa kipekee akaingiza ndani yetu karama za Roho, akaingiza ndani yetu vipaji mbalimbali, akaingiza ndani yetu ujuzi mbalimbali. Tunatamani asubuhi ya leo kila mmoja wetu amuulize Mungu, ulivyoniumba unatamani niwe nani? Hatujaumbwa tukae kwenye viti tujaze kanisa. Tumeumbwa ili tuje tutumike. Na leo tunapofanya induction kwa ajili ya idara ya vijana, induction iingie katika moyo wako. Na wewe muulize Mungu, kijana uliyeko hapa, ya kwamba utakapoulizwa kama kijana ulifanya nini kwa ajili ya Mungu, utajibuje? Utajibuje? Kila moja swali linaenda kwake, ya kwamba ameumbwa kwa namna pekee, lakini anasimamaje kwa upande wa Mungu? Kulikuwa na watu mbalimbali walioitwa. Abrahamu aliitwa katika Mwanzo ile 12 fungu la 1 mpaka la 3, unaweza kusoma kwa muda wako. Abrahamu aliitwa wito wa kitakatifu na Mungu akamuita akimwambia, ondoka katika nchi yako uende. Akaondoka akaenda mahali asipopajua. Alienda kumtumikia Mungu. Huu ulikuwa ni wito mtakatifu. Abrahamu alienda, mwisho wa siku akaja kuwa baba wa mataifa. Lakini tunamuona Musa aliitwa wito wa uongozi. Mungu akamwambia ya kwamba nenda katika Kutoka, akamwambia nenda ukawatoe watu wangu, maana nimesikia kilio cha watu wangu kule Misri. Kumbuka Musa alikuwa kule porini nyikani akichunga kondoo na mbuzi za mjomba wake Labani. Lakini sasa anaambiwa nenda ukatoe watu wangu. Ulikuwa ni wito wa uongozi. Kama nilivyosema, Abrahamu aliitwa wito wa utakatifu, wito wa kumtumikia Mungu, akaondoka kaenda mahali asipopajua. Lakini Musa aliitwa wito wa uongozi, aende akawaongoze Waisraeli watoke Misri waende Kanaani. 2 hadi 3 fungu la 10. Samueli aliitwa akiwa mtoto mdogo, wito wa kumtumikia Mungu kama mtumishi, kama kuhani. Mwisho wa siku tukaja kuwa na kuhani Samueli aliyefanya vizuri sana katika nyumba ya Mungu. Wito mwingine, wito wa mabadiliko, wito wa reformation, wito wa matengenezo. Paulo katika Matendo ile 9 fungu la 15 tunamwona Paulo ameitwa wito wa matengenezo, kutoka kuwa muuaji wa watu wa Mungu akageuzwa kuja kuwa mtumishi wa Mungu, na ni miongoni mwa wainjilisti wakubwa katika Agano Jipya. Simama alipofanyiwa matengenezo na Mungu, akasimama
akafanya reformation, akabadilisha maisha ya watu wengi kutoka kwa wauaji wakageuka kumwelekea Mungu, akawa mtume. Tunajifunza nini katika mambo haya? Tunapaswa kujifunza upekee ambao Mungu ameweka ndani yetu. Kila mmoja wetu ajue Mungu amemjenga kwa namna pekee. Amuulize Mungu, umeniumba hivi kwa kusudi gani? Hili kanisa linaweza kuwa na watu wengi sana Mungu kulingana na vipaji vyao. Na mimi sitaki kuchukua muda mwingi, maana tuna zoezi zuri la induction ya vijana. Ninatamani niwaambie wito wa mwisho, wito wa pekee. Huu ni wito wa Yesu Kristo. Akiwa mbinguni, Utatu Mtakatifu ulipokaa kikao chao, wakiwa pamoja na malaika Gabriel, Mungu akasema, kule duniani kumetokea shida. Lucifer, huyu joka mkubwa sasa aliyeacha malaika wote mbinguni tuliyemtupa huko chini, ameharibu dunia, ameingiza dhambi, laana imeshaingia. Huyu mwanadamu, Adamu na Hawa tuliowaweka wako hatarini. Ikanyamaza kimya, mbingu yote ikanyamaza kimya. Yesu, nuru ya ulimwengu, akasema, nitume mimi, nitakwenda. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni wito wa pekee, nitume mimi nami nitakwenda. Wito wa Yesu kutoka kwa Baba yake ni wito wa kuwafanya wanadamu kuwa wavuvi wa watu. Yesu alipotuvua sisi akatukomboa, anatamani na sisi tupate wito huo. Ametupa wito katika Mathayo 28, anasema, enendeni mkafanye ulimwengu wote kuwa wanafunzi. Mathayo 28, fungua pamoja nasi Mathayo 28, lile fungu letu ndio tutakalomaliza nalo siku ya leo. Mathayo 28, kama umepata, kijana achangamke mmoja hapo kwenye microphone atusomee haraka kabla mimi sijapata. Nikipata wito wa Mungu unasemaje? Mathayo 28 fungu la 19. Basi enendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. Wito wa Yesu kwetu, tunapaswa kwenda katika ulimwengu tukawafanye watu kuwa wanafunzi wa nani? Wa Yesu. Na tukishafanya kuwa wanafunzi wa Yesu, watu walete huku kanisani, wabatizwe kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wito sio kwa vijana peke yao. Vijana mmeitwa zaidi kwa sababu ninyi mna sifa tatu. Neno la Mungu linasema vijana mna nguvu. Sifa ya pili, vijana mna nini? Nimesema sifa ya kwanza, vijana mna nini? Sifa ya pili, neno la Mungu linakaa ndani. Na sifa ya tatu, kwa sababu mmemshinda yule mwovu. Kwa hiyo mkishindwa na mwovu, mjue mmeligeuza neno la Mungu. Maana tayari Mungu alishatuambia sisi tumemshinda mwovu. Ina maana uwezo wa kumshinda mwovu tunao, lakini neno la Mungu linakaa ndani yetu. Ndio maana idara ya vijana na mafunzo mengi, neno la Mungu likae ndani yao. Wito wa Mungu ni kuwafanya watu kwa wanafunzi wa Yesu. Ninawaalika siku ya leo, wapendwa, wangapi wanatamani kuitika wito huu kutoka juu, the high calling, wito kutoka kwa juu kwa Mungu, wito kutoka juu kwa Mungu? Wangapi wako tayari kuitika wito? Natamani niite vijana. Naomba vijana mliovaa sare msimame. Vijana mliovaa sare msimame. Vijana, nikisema vijana ina maana kuanzia adventure mpaka juu, simameni. Naomba msimame. Hao ndio vijana wetu waliovaa sare. Vipi sasa wote waliokaa upande huu? Mimi leo nataka nifanye wito. Tunatamani wanafunzi, walimu wa kutosha. Tunatamani watu watakaojiunga kwenye kozi ya Master Guide. Haiwezekani tukawa na kina dada Mary na Eunice na kiongozi pale wachache kiasi hicho. Ukienda katika kanisa la Chuo Kikuu cha Arusha, mwaka huu tumefanya induction, tumepata vijana 42.
Bwana Yesu asifiwe. Wako tayari kuingia wafanye kazi ya Mungu. Kwa nini sio wewe? Naita wito, wangapi wanataka kujiunga na kozi ya idara ya vijana wakubwa, hasa upande wa kiongozi mkuu Master Guide? Unaweza ukasimama. Ikiwa nasema na unatamani ushiriki nasi, hii ni baraka. Nikiangalia dada Mary, nafikiri si kama yupo asimame. Dada Mary ubarikiwe. Dada Eunice naomba usimame. Sisi umri wetu umesogea sana. Hata mkituangalia tumeshavuka 50. Master Guide ambaye ni kijana anyoshe mkono. Kanisa la Unga Limited, sogea hapa. Naomba dada Mary usogee. Hatuwezi kucheza na sauti ya Mungu. Mungu ametuita kwa wito mkuu. Atakapokuuliza zile talanta nilizokupa ulifanyia nini? Nimewaambia mimi nilichukua kozi ya Master Guide nikiwa na miaka 45. Wewe kijana una miaka 30 na kitu. Unafanya nini? Da Eunice naomba usogee. Ikiwa kuna Master Guide yeyote mwingine aliyeko huko, hata kama hayuko kwenye sare, asimame. Mbarikiwe sana. Sasa wewe uliye mdogo njoo hapa juu. Baba, na wewe si ni Master Guide? Naomba usogee huko. Alafu nitaliuliza kanisa, hali yetu ya kanisa imefanyaje? Mama Ellen White anasema vijana ndio mkono wa kuume wa kanisa. Vijana wa kanisa. Na wauliza, mimi nikishuka mpaka hapa Master Guide, sisi mmetuona hapa, tulishavuka miaka 50 na tumeshachoka tayari. Hatuwezi kupeleka watoto hiking. Hatuwezi kufanyisha watoto mazoezi ya physical exercise na mengine yote kwa umri wetu. Hili kanisa kwa idara ya vijana mnafikiri litasimama? Kanisa nawauliza, litasimama? Litasimama? Haya, sasa tuna kijana mmoja tu. Wazee wa kanisa naomba tusimame. Mnisamee wazazi wangu. Sikuja kwa ajili ya kulishambulia kanisa. Nimekuja kuleta wito kutoka juu, ya kwamba Mungu ametupa wito kutoka juu. Huu ni wito kutoka kwa Mungu. Ni halali kwa kanisa zima kuitika kijana mdogo huyu. Naomba vijana wote mliopo msimame, kuanzia miaka 16 mpaka 35. Naomba msimame. Wazee wa kanisa naomba mgeuke muangalie. Mmeona hao vijana kuanzia miaka 16 mpaka 35. Baba, umewaona? Wako wengi, wako wachache kwa kanisa. Sasa ikiwa tuna vijana wengi hivi na ndio wamebeba kanisa, nafikiri utakubaliana na neno la Mungu kupitia Ellen White kwamba vijana ndio mkono wa kuume wa nini? Wa kanisa. Katika idara ya vijana tunafundishwa mambo mengi. Tunafundishwa utii, tunafundishwa uinjilisti, tunafundishwa utume, tunafundishwa maisha kulisaidia kanisa wakati wa dhiki kuu. Watatorokea wapi? Sisi tumefundishwa hadi namna ya kutoroka na mtu asijue uko mahali gani. Kama kumetokea dharura utafanyaje? Sasa kanisa limejaa, lakini tuna mtu mwenye ujuzi huyu. Hawa wameshachoka. Niwaambie ukweli. Wala Eunice, unaweza kukimbia nyimbo nani mbio wewe? Dada Mary, unaweza kukimbia tena zile mbio? Hata mimi siwezi. Hawa ndio watu wako. Leo ninaita wito unaotoa katika kanisa hili. Sijawahi kutoa katika kanisa lolote. Ni kwa sababu Mungu amenigusa. Niwaambie ndugu zangu, nimekuja kuhudumu kwenu, lakini hali yangu ya afya sio nzuri. Kwa kuwa Mungu amenituma nikakubali kuja, ninawasihi siku ya leo, huu wito kutoka ujuu usikupite bure. Maana huwezi kujua yatakao kukuta kesho yako. Kwa nini usiingie kwenye idara umtumikie Mungu? Nikute vijana wengi wamejaa hapa, walio tayari kukimbiza mwenge wa kazi ya Mungu. Najua mko bize, mnaweza kusema sisi tunasoma. Naomba niwaambie ushuhuda wangu binafsi. Wakati nachukua kozi ya Master Guide nilikuwa mwalimu. Nina vipindi 24 shuleni. Nilikuwa nasoma degree ya pili ya walimu masters. Nilikuwa natoka kule juu nasoma Makumira. Nilikuwa na vipindi vya kutosha, lakini mimi nilikuwa mwalimu, lakini mimi nilikuwa mke wa mtu, mimi nilikuwa mama nalea watoto, na mimi nilikuwa na biashara. Na wakati huo huo nikaingia kuchukua kozi ya Master Guide.
Mambo mangapi? Matano. Leo mwanaume kijana mdogo una mambo mangapi ya kutoa kisingizio mbele za Mungu kwamba mimi siwezi kusoma hii kozi ya Master Guide, siwezi kuwa senior youth leader? Basi leo tunatoa wito. Natamani nione vijana ambao wanasema nataka nisomee SYL, nilee mabani yake Bwana kwenda nani tayari. Sauti ni yake Bwana kwenda ni tayari. Naomba wanaosema nataka kusoma kozi ya SYL wasogee hapa. Mavuno yanakawia ndugu yangu. Mnaona ulimwengu unapokwenda sasa hivi, watu wanavyokufa barabarani. Pia likikukuta hujajitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, utaitika vipi? Asante kijana, naomba wazee wa kanisa msogee kupokea vijana ambao wako tayari kumtumikia Mungu. Asante sana. Kozi ya SYL tunasoma kuanzia miaka 16 na kuendelea, hata wenye miaka 50, hata wenye miaka 70. SYL tunasoma. Tulee mabalozi, tulee vijana wakubwa. Barikiwa sana. Naomba usogee upande huu, maana wito utakaofuata ni Master Guide watasimama huko. Asante. Hawa ni SYL. Kiongozi, angalia watu wako wanaosogea. SYL wanaungana huku. Master Guide wote wanaruhusiwa kuingia kwenye kozi ya SYL. Kwa hiyo Master Guide mliopo mnaweza mkajisajili ili tupanue ujuzi wa kulea vijana kuanzia wadogo hadi juu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninashukuru, na hata mkiniita mkasema Mama Ilomo tunaomba uje utoe zile semina 10 kwa ajili ya SYL, nitafurahi. Na ninatamani wazee wetu wa kanisa wangekuwa wako kwenye idara ya vijana. Wapo. Barikiwe. Ninaye mmoja yule pale. Ubarikiwe. Ubarikiwe sana. Hawa ndio waliojiunga kusomea kozi ya SYL. Nimesema hiyo inaitwa senior youth leader, kiongozi maandamizi. Tunasoma kuanzia miaka 16 hadi miaka 70 na kuendelea. Hiyo tunaita staff course. Mtu yote anasoma, haina masharti mengi. Barikiwe sana, na fomu wamekabidhiwa. Ninatoa wito wa mwisho ambao tunahitaji viongozi wengi kuliko vyovyote. Jamani, ile timu ile inahitaji watu. Kanisa, mnanielewa? Kanisa, mnanielewa? Mmeona wale watoto? Wazazi wenye watoto wale wangeingia kwenye kozi ya Master Guide. Nikiwa pale chuo kikuu cha Arusha, kuna akina mama 5 wakasema tunachukua kozi ili tuweze kulea hao watoto wetu wadogo. Wewe utasukumiaje watoto wako walelewe na kina Eunice, walelewe na watu wachache hao, wakati wewe una nguvu? Ninakualika siku ya leo, mzazi mwenzangu, kozi. Na tunahitaji wanawake wengi sana ambao watasimama kama matrons. Ikiwa unasema Mungu nisaidie, natamani na mimi nisome kozi ya Master Guide, naomba usimame hapa alipo babangu hapa. Sogea kwa ujasiri. Hii ni sauti, ni yake Mungu. Kwenda ni nani tayari. Toka ninafika hapa kuna kitu nimegundua. Kwa sababu nimezunguka, ili kanisa langu ni la 4 kufanya induction. Hili la leo tayari nimeshalinganisha, nimegundua kanisa ambalo limepwaya ni lipi, kanisa lililo sawa ni lipi. Na nawaeleza kweli ndugu zangu, kanisa letu limepwaya. Na shida kubwa ni nini? Hatuna viongozi wa vijana wengi wanaoweza kucoordinate wale watoto. Naomba uingie kwenye kozi. Karibuni. Mimi ninarudi hadi mlipo. Ninasogea kwa maisha yako. Ungemwambiaje? Sija kutisha. Ungemwambiaje? Kwa nini usisimame usome kozi ya Master Guide? Tena wewe ungesimama, ungekuwa wa kwanza, maana una watoto wadogo. Kule kuna raha tele. Nakaribisha walio tayari kusomea kozi ya Master Guide. Karibu sana, ubarikiwe mwanangu. Nimeshuka mpaka hapa chini niwaite wito. Kutoka juu nimewaletea kutoka katika kanisa la chuo kikuu cha Arusha. Ni wito wa Mungu wala sio wa kwangu. Naona kanisa lina vijana wengi, mmeshakaa chini. Sisi tulio watu wazima tumesimama, lakini vijana mmeshakaa tayari. Eti si nyinyi majasiri? Mna nguvu, neno la Mungu liko ndani yenu, mmemshinda yule mwovu. Sasa mshindeni mwovu. Naomba wale walio tayari kusomea kozi ya Master Guide wasogee upande ule. Asante kijana wangu. Asante sana. Hata hivyo huwa wanaitwa wengi, wanaoitika ni wachache. Na ndivyo ilivyo hata swala la wokovu. Tunaweza tukawa wengi kanisani lakini wakaokolewa wachache. Mama White kwenye kitabu cha Shuhuda za Kanisa anasema, nilipoangalia makanisa mengine kati ya vijana 20 hakuonekana hata mmoja aliyefaa kuingia mbinguni. Umeisikia hiyo kauli? Kati ya vijana 20
wakati Yesu aliporudi, baadhi ya makanisa, kati ya vijana 20 hakuonekana hata huyu. Unafikiri sababu ni nini? Moja, waliamua kukaa nyuma, hawakutaka kujihusisha wito kutoka juu. Sababu ya pili, walijiingiza katika ulimwengu. Sababu ya tatu, walikuwa na dini ya mtindo. Sababu ya nne, utiifu ulikuwa mdogo. Fikiria, sauti imeita kutoka juu, lakini wamekuja wachache. Naomba tutenganishe hili kundi. Master Guide wanaotaka kusomea wasogee huko. Wewe ni Waswahili, sogea. Nimepata wangapi? Nimepata watatu. Na wewe? Asante, barikiwe. Sogea huku, tunahitaji watu wengi. Mzee, ninaomba fanyeni advertisement. Tunataka Master Guide 20. Tunahitaji Master Guide 20 ili wale watoto kule walishwe vizuri. Formula ya idara ya vijana, kila Master Guide anakuwa na watoto 5 tu wa kulea. Kila kiongozi mkuu anapaswa kulea watoto wangapi? 5. Na mimi nauliza, mna watoto wangapi pale? Wanafika 200. Je, hawa 4 watalea watoto 200? Naliuliza kanisa, msinyamaze. Watalea watoto 200 hawa? Kanisa nawauliza, watalea watoto 200? Tegemeeni kizazi kilichoharibika. Ninaomba wito huu uendelee. Utakaporudi nyumbani, kumbuka ni wito mimi nimeuleta. Mimi ni mwanadamu mdhambi kama wewe, na sijui ilikuwaje, lakini nilipopiga magoti nikamwambia Mungu, nipe neno la kwenda kuongea na watu wa Ungalimited. Nikasikia sauti ikisema, kawaambie kuna wito kutoka juu. Mimi sijui, na leo ninanawa mikono katika kanisa hili. Wito umetoka juu. Tumesoma fungu kuu na kaza mwendo, nifikirie mede ile ya wito kutoka kwa Mungu. Kama unakaza mwendo, fanya maamuzi moyoni mwako. Ipo siku utarudi ujiunge nasi. Karibu tumtumikie Mungu. Karibu tumtumikie Mungu. Fikiria, hili ni kanisa la 4 ninafanya induction. Sijasali katika kanisa langu, na juzi nimepata miito 3 ya mitaa mingine. Mama Ilomo, njoo ufanye induction. Jana napigiwa simu na Pastor Siboro, Mama Ilomo njoo ufanye induction. Kwa nini Mama Ilomo azunguke kote na wakati kanisa limejaa vijana? Swali hilo naomba ujiulize. Sisi tumezeeka, lakini wewe kijana uko hapo, unajiuliza nini moyoni mwako? Ninapokwenda kumaliza na ombi hili, ninaomba fanya uamuzi thabiti ya kwamba Mungu nisaidie. Usiniambie uko bize na biashara, usiniambie uko bize na kulea watoto, usiniambie uko bize na masomo. Nimekwambia nilisoma kozi nikiwa Master Guide, nikiwa mwalimu, lakini nilikuwa nasoma degree ya pili chuoni, lakini nilikuwa second mistress. Nilisahau kuambia hiyo. Nikiwa makamu wa mkuu wa shule, lakini nikiwa mwalimu ninafundisha, lakini huku ninasoma degree ya pili, lakini wakati huo ni mke wa mtu na ni mama wa watoto. Nikachukua kozi ya kiongozi mkuu. Una nini kinachokufanya usisome? Utajihoji moyoni mwako. Mimi niwashukuru kwa ninyi mliojitoa. Sisi tutafanya ombi la kuwaweka wakfu, lakini mlango uko wazi. Watakapokuja wengine wapokeeni, tupate idadi kubwa zaidi ya viongozi. Mnanielewa rafiki zangu? Tunahitaji tupate idadi kubwa ya nani? Ya viongozi. Hawa wamejitoa, lakini hawataruhusiwa kufundisha adventure na PF, labda wale ambao ni Master Guide. Ndio maana nikawaambia tunahitaji kundi kubwa huku, maana watoto wanaohitaji kulelewa na kujengwa ili tuwaokoe na wimbi la ushoga ulimwengu wa leo, madawa ya kulevya, mambo ya magonjwa ya zinaa, ni hawa. Kundi la Master Guide. Na naona vijana wengi wakubwa mko pale, mmetulia, mko tayari kula hewa ya bure. Mzee mmoja ameugua sana kipindi kile cha corona, alikuwa na miaka 95. Akiwa hospitali wakamwambia, mzee utakufa, lazima tukuwekee oxygen. Wakamwekea mtungi, na ile oxygen aliyowekewa, baada ya masaa 24 yule mzee akapata nguvu,
akaulizwa swali, mzee unaendeleaje? Akasema niko vizuri. Wakamwambia tunakuruhusu, lakini kabla hujaondoka hospitali chukua bili yako hii. Walimpa bili, ilionekana anadaiwa dola za kutosha. Yule mzee akageuka ukutani akalia sana. Wakamuuliza, mzee unalilia nini? Akasema, wakamuuliza, bili ni kubwa, tumekuumiza au unaumwa? Akasema hapana, ninalia kwa sababu kwa miaka 95 Mungu amenipa masaa bure. Najaribu kupiga mahesabu, miaka 95 mara miezi 12 na kila mwezi siku 30, nimekula hewa ya bure kwa kiasi gani? Kama Mungu angeshuka leo aniambie lipa bili oksijeni mzee aliyokupa, yani ninavuta hewa bure. Ninayesimama mbele yenu ni muhanga ambaye alitakiwa kuwa amekufa. Nilitolewa mahali ambapo nilijua ni wakufa. Vijana wangu mpo hapo? Mpo vijana? Ninasimama mbele yenu hapa nilipo, nimewambia siko vizuri kiafya na nina operation 4, lakini sijaacha kumtumikia Mungu. Wewe una nini? Una nini mpaka ukatae wito wa Mungu? Yule mzee alilia akasema, ninadaiwa kiasi gani na Mungu? Na mimi nimekwambia labda ufanye ukaidi moyoni mwako, ule ushupavu wa moyo ambao Mungu anasema yule anayeshupaza shingo yake atavunjika ghafla bila kupata nini? Halo? Aonywaye mara nyingi akishupaza shingo yake itavunjika ghafla na wala hatapata dawa. Basi yule mzee alilipa bili akaondoka, lakini tangu siku ile alimlilia Mungu. Hatuhitaji tuwe na wazee tu wanaompenda Mungu, tunatamani vijana wanaompenda Mungu. Hawa ndio watakao kamilisha kazi ya Mungu, lakini wamejitoa wachache. Ninawatia moyo, neno la Mungu linasema mna nguvu na mmemshinda yule mwovu, na neno la Mungu linakaa ndani yenu. Kalishikeni neno la Mungu, mkalishike neno na msimame, na Mungu atawatetea. Naomba wazee wa kanisa wasogee hapa, tutalizunguka hili kundi. Tengenezeni nusu duara, tutalizunguka hili kundi, tuliweke wakfu mbele za Mungu. Kabla hatujafanya induction yetu, ni fupi sana, tutalizunguka hili kundi. Naomba wawe katikati, alafu sisi na wale master guide wote mliohitimu, naomba msogee hapa. Israeli wote mliohitimu, tuwazunguke hawa watu waliojitoa kwa ajili ya kumfanyia Mungu kazi, watakaohitimu katika kanisa hili. Mzee wa kanisa unayesimamia vijana, una kazi, fanya kazi yako kwa makini, tupate kundi la kutosha ambao watahitimishwa, tupate kundi kubwa kwa ajili ya vijana. Sasa tutaomba tukiwa tumesimama. Nitaomba wa kwanza, lakini mzee wetu atamalizia kwa ombi, halafu tutarudi kwenye programu yetu ya induction ambayo ndio iliyonileta hapa. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, naishi mahali pa juu mbinguni, utusamehe kwa kuwa tunakuita sisi wanadamu tulio wa dhambi, lakini kwa sababu umetuambia tukuite nao utaitika. Katika mchana wa leo tuko katika kanisa lako hili la Unga Limited, kanisa lililojaa vijana, kanisa lililojaa waumini. Ninakushukuru Mungu kwa sababu umetenda makubwa sana. Umetupa vijana hawa, japokuwa ni wachache, lakini mbele zako ni wengi. Wamejitoa kukutumikia, wako tayari kusomea kozi, kuingia kwenye mafunzo, waelimishwe namna kulea wale watoto. Yesu, ninasema asante. Ninakusii ukawazingire vijana hawa, wasije wakakata tamaa, wasije wakarudi nyuma, maana sauti ni kutoka kwako niliyoileta ya kwamba nani yuko tayari kwenda. Wameitika hawa, ninakusii wito wao ukaukamilishe. Roho yako Mtakatifu asipungue kwao. Neno hili walilosikia leo wakalitendee kazi, wakasome, wakakutumikie Mungu, wakalee wale watoto wadogo ambao hawana hatia. Wako wazazi mahali fulani ambao wamekaa kizembe kama akina Eli, hawataki kuwajibika ya kwamba kuna watu watakao nilelea watoto, lakini kumbe kuna elimu iliyosahaulika, elimu hii ya kuwa kiongozi. Wako viongozi wa kanisa ambao wanapaswa kusomea uongozi katika idara ya vijana. Ninakusihi Mungu uingie ndani yao, ukawaguse. Tutakapokutana tena tuone kundi kubwa. Naomba mzee wa kanisa anapoomba usikie kilio chetu, uunganishe maombi yetu na watu wako waweze kubarikiwa. Ninaomba katika jina la Yesu, amina. Baba yetu, Mungu wetu wa mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe. Amina. Tunakushukuru sana Mungu wetu kwa kupata ujumbe wako kupitia kwa mtumishi wako.
Mtumishi wako amezungumza kwa masikitiko makubwa sana, na hii ni kwa sababu tumeshupaza shingo. Tunakuomba Mungu wetu tusamehe, tusamehe sisi wazazi, tusamehe vijana wetu, tusamehe na watoto wetu. Mungu wetu, kundi hili dogo ambalo limejitoa kwa ajili ya kazi yako, tunakuomba Mungu wetu ukalizingire. Amina. Hebu lipatie neema yako Mungu wetu. Najua kwamba hivi ni vita, tena ni vita vikali, dakika za mwisho. Tunakuomba Bwana usimame upande wetu, wasimamie hawa vijana, wafunike Bwana, waepushe na yule mwovu. Tunajua changamoto ni nyingi katika ulimwengu huu, lakini sana ni kwa ajili ya kuwafanya wasifanye kazi yako. Lakini Bwana, tunakuomba simama upande wetu. Wewe ulishinda, tusaidie na sisi tuweze kushinda. Tunataka tushinde ili utakapokuja kanisa la Ungalimited ukiliona Mungu wetu, useme hawa walikuwa wamenisubiri, na sisi kama watu wa Mungu tuseme huyu ndiye Bwana tulikuwa tunamngojea. Amina. Tusaidie Bwana, tuhurumie, wahurumie vijana wetu, wafanye waweze kukuelewa, wafanye waweze kukujua, maana wakikujua ndio uzima wa milele. Tunakuomba haya katika jina lake Yesu. Amen. Amina. Basi neema ya Mungu iendelee kuwafunika na upendo wa Mungu Baba ubaki nanyi katika jina la Yesu. Amina.